kuwa mwalimu kwa mume wako. Mimi sijui kama unamfundisha. Au tu kwa sababu unamwona ni baba wa familia. Wewe Mungu amekuita kama mwanamke, kama mlezi. Unajua mwanamke una huduma tano, una nafasi tano Mungu alizokupa. Amekupa nafasi ya kuwa mwalimu, amekupa nafasi ya kuwa msaidizi, amekupa nafasi ya kuwa ni mzalishaji. Yaani ziko tano Mungu amekupa wewe mwanamke. Na hizo Mungu alizokupa, amekupa kwa kukuthamini kwamba unafaa, unaweza. Alafu unakuja hapo unasema, "Unajua mimi sina." Una Mungu anakishangaa. Na wachezaji wangu wote niliofanya kwa mwanamke, alafu wewe mbona unaniangusha? Hakuna serikali inaweza kuleta mwekezaji. Mheshimiwa huko hapa. Hatuwezi kuleta mwekezaji ambaye ana faida. Tutamtimua haraka sana. Tena inawezekana tukamtimua na maneno mengine juu tukambanikia. Kwa nini Mungu amewekeza vitu vingi kwako? Alafu wewe umebaki nyuma tu. Ni kwa sababu akili ulishaweka ndani. Unapenda kanisani, nenda na akili yako. Unapenda kanisani, nenda na macho yako. Watu wengi akili baba parako tumeiacha nyumbani, sisi tunakuja kusali. Tumemletea tu Mungu moyo. Tunataka Mungu karabati moyo wangu. Karabati moyo wangu. Moyo wangu ufanane na wewe. Ni kweli tunatamani mioyo yetu ifanane na Bwana. Akili zetu je? Ufahamu tulio nao, elimu aliyotupa, tunaitumiaje? Kuwakandamiza wengine, kuwanyanyasa wengine, kuwasimanga wengine. Na mtanijua mwaka huu. Utanijua mwenyewe. Wewe ndio unayefahamu. Ili anaot. Wewe ndio unayefahamu. Hakuna anayekufahamu zaidi. Kwani mtu anajua mimi leo nawaza nini sasa hivi? Hakuna. Nafikia unajua? Hakuna. Lakini wewe ndio unajijua. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumjua mwenzako, utajijua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Nilialikwa mahali fulani kwenda kuhubiri. Ilikuwa ni kipindi cha Christmas. Unajua Christmas hata wale ambao hawajaki, hizi siku zingine, hapa tutakuja tu. Baada tumesikia Christmas. Tuna Wakristo wa Christmas na Pasaka baba paroko. Huwezi kuwakataa. Ni Wakristo wako wa Christmas na Pasaka. Wapo wanakuja na hawa ndio wanatufanya macho yetu ya ndani yasione, kwa sababu tunafikiri tunatosha hapa tulipo. Siku wakija tumebanana. Yaani hata feni hazifui na. Kwa sababu ya Wakristo tu wa Christmas na Pasaka. Njooni ili tujue. Ukienda kwa fundi kushona nguo sana kupanga kujipima. Njooni tujipime kwa Mungu tunaenea. Fundi akiona imekuwa ndefu zaidi atapunguza, si ndio? Akiona limelegea zaidi atabana kidogo. Sasa wako ambao ni wa Christmas na Pasaka. Ni Wakristo wetu baba mchungaji. Ni Wakristo wetu. Hawataki hata tujipime kwamba hapa tulipo tunaenea au tumepaya. Na kama tumepaya tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda kwenye lile kanisa. Nafika ibada ya Christmas, watoto wamekuja. Alafu unajua watoto ndio wana tabia ya kuwahi kanisani. Ulishafanya research hiyo? Ndio. Kama hujafanya kafanya. Nachotaka kukuambia ni kile ambacho nimekifanyia utafiti. No research, no the word to talk. Huwezi kufanya research, una kitu cha kusema. Unakitoa wapi? Nimefanya research. Na ndio maana nasema. Wafika watoto wamewahi, wamekaa kwenye viti. Yaani kama mhubiri nimekaa pale madhabahuni, ninaangalia. Huku nafanya research. Wakaja, ukiendelea kuja. Mwisho wa Kristo wakawa wengi, watu wazima sasa. Baadaye wakazidi, kuna wengine wameshaniwekea ratiba. Nikute matangazo yameshaisha. Nitafika ule mdatu wa sadaka ili na mimi nipeleke sadaka yangu madhabahuni. Mungu anione nilikuwepo. Lakini nataka kukuambia pole sana. Kwa sababu kuna malaika ambaye huwa anashuka ibada ikiwa inaanza. Amina. Na anahesabu wale waliomo. Sasa wewe unayekuja wakati tu wa matoleo, imekula kwako. Umepishana na gani na msha
Pishana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wanakuja kanisani, ibada inakaribia kuisha, ili tu akiuliza nimependa sikukona nilikuwemo, tulija kiongozi wa ibada alikuwa fulani, amekuja amechelewa, ameona tu maadamu alikuwa kule madhabahuni, kaka nili tu kiongozi wa ibada alikuwa fulani. Wakaja wale wa kuchelewa, wenye kusubiri matangazo, wanasubiri sadaka na mahubiri. Wakapo watoto wameacha hata kunywa chai. Alafu wazee wa kanisa, wale viongozi, wale wazee wa kanisa wale, anaenda kumuinua yule mtoto aliyeacha kunywa chai. Ila leo nataka niwaulize wamama, tunapeleka dhamiri kanisani na vyeo au tunapeleka roho? Kwani mtoto hana? Kwani mtoto hana? Hiyo mila na utamaduni uache nyumbani kwako. Sisi tunataka twende kwa Yesu wazima wazima. Nimechelewa, siwezi, nimekuta viti vimejaa, kama kuna jamvi niwekee jamvi nikae. Si ni raha imeletwa? Ni raha imeletwa baba paroko. Sio cheo nilicho nacho, sio elimu nilionayo, sio kwa sababu tu mimi ni mama. Kwanza mbele za Mungu tunaonekana wote ni watoto. Watoto. Sasa Mungu anakuangalia mtoto mkubwa, sijui ndio mtoto mkubwa na mtoto mdogo. Mungu anatuona wote ni watoto. Haya, okay. Tunamuinua huyu mtoto. Kwanza tumeharibu usikivu wake. Sijui kama tunaelewana. Tumeharibu usikivu. Tunamtoa kwenye kiti, inawezekana kamekwazika kwa sababu hata chai kwa mama yake akajalinywa. Halafu tunaenda kukaambia kae kwenye. Wakati mwingine hata mkeka haupo, tunawakalisha kwenye sakafu. Tunawakalisha kwenye sakafu. Ni sisi ndio tumo makanisani. Ni kwa sababu gani unajua? Tunawakalisha pale. Akili tumeiacha nyumbani. Hatujaja nayo kwa sababu tungekuja nayo akili ingefanya kazi, tuone mbadala wa hao watoto. Na kwa sababu tumeiacha nyumbani. Huko kwenye makanisani kwetu tuna kipindi cha Sunday school cha watoto. Wengine wanafanyaga ibada zao chini ya mti. Si ndio? Chini ya mti. Tuna injinia kanisani, tuna mkurugenzi kanisani, tuna mwalimu kanisani, tuna nesi kanisani, lakini kwa sababu akili wameacha nyumbani, hao watoto tunawaweka chini ya mti. Chini ya mti. Halafu tunasema Bwana Yesu asifiwe. Tuna mpango wa kwenda mbinguni. Mbingu ipi? Asiyewajali wa nyumbani mwake ni afadhali ya mtu asiyeamini. Kama umeshindwa kuwajali wale unaoabudu nao, utawajali wa jirani? Mama, badilika. Njoo kanisani na akili yako. Tunaitaka hiyo akili ije kanisani, Bwana Yesu aifanyie kazi. Maana ameiweka kwa kusudi. Ameweka kwa kusudi. Haujakutana na watu kwa barabarani wanakota makopo? Haujakutana nao? Inawezekana hapa kusoma mheshimiwa hawapo. Wapo. Kwani sio wewe? Jiulize, kwani sio wewe? Jua kabisa kuna kitu cha thamani Mungu amewekeza kwako. Na anatamani kufanya uwekezaji wa muhimu ambao anajua kabisa kwamba katika uwekezaji huu nitapata faida. Lakini leo tumekaa, tunahangaika na vikoba, tunahangaika na kushindana. Leo ni siku ya Bwana wake. Watanikoma leo. Unajikoma tu mwenyewe. Unajikoma tu mwenyewe. Eti ndio unajijua Bwana. Yaani hivi hao wote tuliokuja hapa wote kila mmoja ni wa thamani. Kwa nafasi Mungu aliyompa. Kwa uwekezaji Mungu aliyoweka ndani yake. Kwa hiyo wewe hata ukimshusha utajishusha mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona hafai, yuko anayesema wewe kwangu ni chombo cha thamani. Wewe kwangu ni chombo cha thamani. Haijalishi mama wamekudharau kiasi gani. Lakini leo nataka nikwambie, Bwana Yesu anasema njoo kwa sababu anajua wewe ni chombo cha thamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ulivyo.
Njoo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe njoo ulivyo. Usianze kumpangia Yesu. Unajua mimi watanionaje, watanisemaje? Njoo ulivyo. Mwaliko uje ulivyo. Yeye ndo anajua, kwa sababu wewe ni udongo mikononi mwake, anajua atakufinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alafu nataka kusema kitu cha mwisho.